Nilikuwa nataka nijihami. Nilipotaka kujihami ndo akawa ameniona akanikata mkono. Hivyo nikata mkono, tulikuwa tunaenda kupiga kelele, akaanza kutuambia kimya kimya. Ni tukio la kusikitisha katika mkoa wa Rukwa wilayani Sumbawanga katika kata ya Molo mtaa wa Yerusalemu. Mama aitwaye Doris Nsyukwe, mkazi wa wilaya Sumbawanga katika kata ya Molo mtaa wa Yerusalemu, yeye pamoja na watoto wake wameshambuliwa kwa kupigwa mapanga na jirani yao aitwaye Isaya Cherehani maarufu kama Tiger Black. Tukio hilo limetokea Jumatatu ya Januari 19 majira ya saa 7 usiku, ambapo Isaya anadaiwa kuingia katika nyumba hiyo na kufanya uhalifu uliopelekea kujeruhi familia nzima ya mama huyo kwa kuwakata na mapanga isipokuwa mtoto mwenye miezi kadhaa. Mtuhumiwa huyo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano zaidi, huku uchunguzi ukiendelea. Kwa jina naitwa Dorisiana Satieli Nsyukwe. Huwa ni Jumatatu usiku wa saa 7. Wiki iliyopita. Ndio. Tukiwa tumelala na watu wangu chumbani, tulivamiwa tukiwa tumelala, kwamba labda kujinusuru na mtu tukawa tumeshamtambua, kwamba tumtaje moja kwa moja ikawa sio rahisi. Tukaanza kujificha ficha kwamba labda asituzuru, lakini hivyo ingia tu akaanza kutupiga tukiwa bado tumeshamtambua kwamba ni fulani. Tukaendelea kupigwa, kukatwa na mapanga, kukatwa, tunapigwa na kukatwa muda wa lisali zima. Alivyomaliza, baada ya kazi hiyo kumaliza, akaanza kukusanya vitu humo ndani. Tukiwa tumelala, tumeambiwa tukae pembeni kwanza. Tumekaa hapo kwa muda, tumekaa. Akaanza kusema onyesheni hela ziko wapi. Tukaanza kumuonyesha, chukua pale, bado haikutosha. Kaendelea kutupiga. Anapiga watoto wangu, napigwa mimi, anapiga watoto, napigwa mimi, anapiga watoto, napigwa na mimi. Baada ya muda wa kumaliza hivyo, akasema naomba mtoke hapo kitandani mlipolala. Tukatoka. Akamvuta mtoto wangu ambaye ni wa kiume, akamwambia wewe sogea kule, hao wa kike wasogee mbele. Tukawa tunamuomba msamaha, tunaomba tusamehe. Hapo na hatima yake aliyokuwa anaifanya huko chumbani bado ikiwa inaendelea. Alivyoendelea hivyo kaendelea akaanza kukusanya vitu humo ndani. Kabeba vitu vilivyokuwepo, kabeba hela, kabeba godoro, akakusanya. Baada ya kukusanya akatoka sebreni. Alivyotoka sebreni tukawa tunamuomba. Mara ya mwisho kabisa akakusanya simu. Akawa anabishana na binti yangu ambaye yuko form 4. Anamwambia wewe naomba simu. Binti yangu akasema mimi sina simu. Akasema unanibishia wewe una simu eti. Mwanangu akamwambia simu mimi sina. Bahati mbaya bahati nzuri ambaye ni dada mtu akamwambia chukua hii hapa, akampatia hii simu. Akawa amechukua simu hizo 4 na vitu akawa amevibeba. Baada ya kufika sebreni, tukawa tunamuomba tukiwa kule chumbani. Tunamuomba bwana samahani, mimi nikaita tu babangu, naomba tusamehe, tusaidie nini hizo simu. Ukakisha kwa ameshajeruhi na watu wangu wote. Tukamwambia tunaomba samahani tusaidie simu. Akatamka akasema naomba ralini. Akatoka karuka ukuta akawa ametoka nje. Majina naitwa Ana Emmanuel Abdu. Ni mtoto wa pili wa yule mama aliyetendewa ile tukio. Wewe siku ya tukio ulikuwa wapi? Niko chumbani pamoja na mama tumelala. Tupo tumelala na mimi baadaye nilikuja kushtuka nikakuta mama ameshaanza kujeruhiwa. Nikuja kuangalia mbele ndo nikamuona huyo mhusika ambaye amekuja kutuvamia. Nilipomtambua, kati tunaendelea kupiga kelele, nilikuwa nataka nijihami. Nilipotaka kujihami ndo akawa ameniona akanikata mkono. Hivyo nikata mkono, tulikuwa tunaendelea kupiga kelele, akaanza kutuambia kimya, huko anauliza hela ziko wapi. Tukaanza kumuonyesha hela zipo sehemu fulani, akaanza kukusanya, kabeba vitu, akaanza kubeba na simu. Hayo kwa mbeba simu huko anaendelea kutupiga. Yana maana uko ukijaribu atakupiga kelele kidogo, unaendelea kupigwa, baadaye ataka amkate ni mtoto. Mimi ndo nikana nimemlalia mgongo kumficha. Akawa amenichapa huko eneo la mgongoni. Huyu ni mtoto wako? Ndio ni mtoto wangu. Ana umri gani? Ana miezi 5. Okay. Akawa amenichapa eneo la mgongoni ili kwa anaendelea kukusanya vitu, ndo baadaye akasema wa kike tunaomba mjitenge mkae upande wa huku, wa kiume kaa huku, kwa anaendelea
akaanza ampanda sasa kitandani kuendelea kapekua. Baadaye akamwangalia mdogo wangu ambaye yupo form 4 alinifuata mimi. Akamuuliza wewe, akamwambia wewe simu yako iko wapi? Akamwambia mimi sina simu, ni mwanafunzi. Akamwambia huna simu, unzani mimi sijui kama una simu. Nimetoa simu nikakuua, nitakuumiza. Mimi baadaye nikasema kwa sababu ile simu nilikuwa nimeificha. Jamani hivyo mpakatia mtoto nikaa nimeibana hapo hapo. Nikasema yeye asi akamzuru kwa ile simu nikaa nimeidondosha hivi kitandani ndo nikafanya kama napekua nikamwambia simu hii hapa. Nikaa nimechukua nimempatia. Hapo akawa tayari ameshachukua simu 4. Ambapo simu moja ya mama, ya kwangu, ya mdogo wangu na nyingine ilikuwa ni ya jirani yetu. Baada ya kuchukua akashuka kitandani akawa chini. Akasema haya so rudini hapo, tukawa tumerudi tena kitandani tukawa tumebanana maana kwa sababu kwa tunaogopa. Tulipokaa kitandani akashuka pale chini akaendelea kupekua vingine, akakusanya vitu, akakusanya. Baada ya muda kidogo akametoka sebuleni. Alipotoka sebuleni tukawa tunamwomba basi tunaomba tusaidie hata laini. Tulipomwambia swala laini akamwambia nimesema laleni. Alikuwa peke yake? Ndio alikuwa peke yake. Aliposema laleni akametoka hapo sebuleni akakaa kama kwa muda hivi akaendelea kukusanya vitu ambavyo vilikuwa mezani. Akametoka. Alipotoka tukasikia tukishindo nje tu kwamba mtu tayari ameruka. Ndio tukakaa kwa muda, tukavuta muda kama nusu saa hivi. Tukawa tumejikongoja, tukajifunika tu tukatoka kwenda kwa jirani yetu. Kwa jina naitwa Emmanuel Abdu Kwelele. Mume mwenye familia hii. Okay. Siku ya lilipofanyika tukio nilipata taarifa kwa kijana wangu, alinipigia simu nikiwa shambani Songwe. Akasema mzee pandaga gari twende nyumbani. Akasema kuna nini? Akasema mzee panda gari twende nyumbani. Ndio nikachukua jukumu la kumpigia shemeji yangu ambaye yuko huko. Kwamba shemu vipi huko kuna nini? Mbona anko mjomba wake ananiambia nipande gari tujage huko, kumetokea nini? Akasema walivamiwa lakini wamepona. Tumetafuta namba yako kawa haupatikani. Hapo mimi ndio nikachukua jukumu la kufanya nini? Na kutoka huko niko shambani na kwenda nyumbani kuambia wa nyumbani na kupanda gari na kuanza kuteremka kuja Sumbawanga. Nikapitiza moja kwa moja kwa shemeji ambako ndio walikuwepo waliojeruhiwa. Kutoka pale tukalala, asubuhi ndio kuja huku. Kufika huku nakuta ndani damu tupu. Majina naitwa Lameck Saveli. Mkazi wa haya maeneo ya Sumbawanga. Nipo mtaa wa Yerusalemu. Ni mwenyeji wa haya maeneo na mzaliwa wa hapa Sumbawanga. Kwa uhalifu wa kutumia silaha toka nifike hapa ndo kwa mara ya kwanza ndo nimeona. Kwa vile tulikuwa tunaishi kwa amani. Huyu mtu amehamia kwa kushuhudia au kwa kuangalia na wanavyosema watu amehamia kwa muda mchache sana. Afu ile tukio limetokea na wamesema ni yeye mwenyewe. Kwa sisi hatuwezi kufahamu kwa vile tulikuwa mbali na taarifa zimefika, tukawa tumefika kwa kuchelewa na sisi. Huyu mtu anayetajwa kufanya ile tukio inasemekana anajishughulisha na biashara na shughuli za dereva bajaji, ni kweli? Ndio. Mimi huwa namwangalia kwenye bajaji tu. Simfahamu kiundani zaidi, waga namwangalia tu tunapishana basi. Na ana familia hapa inasemekana hivyo? Ndio, ana familia. Ni mke na watoto au familia gani? Ni mke na watoto. Anaishi nao. Upo maeneo ni jirani zake na hawa watu waliowafanyia unyama. Hapo awali amewahi tuhumiwa kwa uhalifu wote? Kwa hapa sijajua alikotoka, ila kwa hapa ndo ametuhumiwa hili. Ndio. Umechoka kutapeliwa na mafundi pikipiki? Umechoka kutapeliwa na mafundi guta na mafundi wa majenereta? Vipi, pampu za kuvuta maji washakuibia sana? Acha nikupe location. Fundi ni mmoja tu mjini Sumbawanga, na mzungumzia huyu ni Edo fundi pikipiki almaarufu kama Bonge, kutoka kampuni kubwa la Kasunga Company Limited. Anawaletea ofa ya mwisho wa mwaka, ni pamoja na punguzo la bei kwa msimu wa sikukuu. Ukipeleka
mafuta, pikipiki, pampu ya kuvuta maji, generator, anakutengenezea kwa bei poa kabisa. Ewe Mtanzania, epukana na mafundi matapeli. Edo Fundi Pikipiki yupo kwa ajili yako. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0763100043. Edo Fundi Pikipiki kutoka Kasunga Company Limited anasema usalama kwanza. Nashukuru sana.